For most of you that don't understand why we have a total down today because of the fuel prices, you need to understand how this affects. Wewe jaribu kuniambia tuta na mafuta ni 246. Shaitani. Ukitaka kunikasirisha niambie tuta na mafuta ni 246. News, kuna gari imechoma hapo Githurai 45 kwa roundabout. So guys, let me show you what has happened here just near the roundabout ya Githurai. Huyu jamaa, I remember, alikuwa ameambiwa pale juu asipite roadblock. Aliambiwa, alikuwa na kiburi. Na unajua anasema tuta. Alikuwa na nyambo mbili. Alikuwa na nyambo mbili. Alikuwa na nyambo. Nyambo mbili. So guys, kama uko na gari yako na uko hii Nairobi, avoid Githurai roundabout. Avoid Githurai roundabout, avoid Outer Ring Road, avoid Thika Road. Guys, ni kubaya guys. Kuna mtu amechomewa hapo Mercedes Benz. Hapo Githurai roundabout. Manze kama uko hata kama weka gari mahali, wachana na gari guys. Kama uko kazi na gari, wacha gari huko. Gari zimeanza kuchomwa guys. Kuna gari imechomwa hapo Githurai 45, ilikuwa Mercedes Benz, sijui GRE. So guys, watu wamekasirika. Ebu kama mahali huko. Kukikuwa sawa nitakuja niwaambie. For now, hizo ndio breaking news. Thank you guys. Everything na kila kitu ya maisha yetu. Fuel ikipanda, every commodity in this country, of course the price is gonna go up in transport. Anyway, my good people, as you can see me, hapo ni Donholm, Outer Ring Road watu wangu. Ni safi kama pamba. Maandamano iko Vulai watu wangu. Hapa ni Donholm, angalia. Manyanja Road clean. Utawala ni safi watu wangu. Tunaenda tukisonga hivyo mbele kwa mbele. Anyway, watu wenye wako na matatu kwa barabara na umeajiri dereva mwenye ako na kichwa mbovu, mwambie atoe gari kwa barabara saa hii. Manake venye kunaendelea utasikia gari yako imechomwa na itakuwa ni dereva wako ako na njaa kama huyu mwenye mnaona ako pale hivyo na gari yetu ya Kayole. Hii ni ya Kayole. Na hiyo ni njaa inamsumbua. Ambieni the owner of this car hiyo matatu irudi parking. Barabara mzima haiwezi kuwa safi hivi, yeye ndio kwa barabara anabeba 30 bob. 30 bob anapeleka watu wapi? So for that, matatu owners, tell your drivers all the consumption of food, services, because then the cost of life goes a notch higher because fuel is what drives the economy. Tutaka kwenda mahali, vitu zikitaka kutransportiwa. Nyanya nayo imepanda. Nyanya imepanda kuliko hata bangi. Nyanya imepanda hata kuliko bangi. Bobo wajefa vitu hivi. Bangi hairuhusiwi kutumiwa rasmi, lakini tumesikia maoni yako, samani sana kwa hilo. Tuongee na agricultural products. Mulikuwa mnalia nyanya ni expensive. Nyanya is about to double, triple. Yani everything that we call affordable, okay, we don't call affordable because life has gone high. It's about to triple in prices. But this is what happens when you have a government that is not cognizant of the needs of the people. A government that has decided to loot and steal because it knows it's not coming back. William Samoei Ruto na watu wake wote wa hii serikali wanajua hawarudi. So what they've decided, wataiba, watatutax, watatufinyilia, watengeneze zile pesa wanaweza kutengeneza. Na mkumbuke baadaye jana alipanda ndege akatoka. Mbadi alikuwa juzi akishindwa kuexplain why the cost of fuel has gone high. They don't have any explanation. Kazi yao ni kuambia do, act, fine. Leo already cost of steam imeshaenda high na 4 shillings. Mutaniambia baini token muniambia mnapata ngapi. Ndio sasa mutafeel when we say Ruto must go. It is not personal. It is because he has taken the economy of this country down the drainage. There is nothing he does for the benefit of his people. He's decided to make us poor. Poor kabisa. Poor. Ndio tufanye slaves wake. But a time is coming. Na wewe by the way, wewe lazima uende. Current state on Thika Road, guys. Hakuna magari. Not even a single car. Look. Maybe kamoja tu. And people have started lighting up fire.
Please stay safe today. So guys, mjue sahi fare Nairobi kutoka town mpaka Ruaka 150. 150 kutoka town Baro. Get ready. I want you to jog. Get ready. Fozo 400. Nakani kumetoka Nairobi ukaenda Nakuru. Them days, you know, the good old days. But you know what's funny about economy is that mafuta imepanda but mshahara haijapanda. So unapanda hiyo nduthi, mtu nduthi anakuambia nilipe pesa fulani juu mafuta imepanda. But yeye understand wewe mshahara yako haijapanda. Iko vile vile. Mnaelewa hiyo graph? Ina make sense. Anyway, mjue sasa nyanya moja inasimama at 30 bob. Nyanya imwe 30 bob. Bei ni 30 bob nyanya moja one time. Amejifanya ati watuta. So mtu akiambiwa akae home. Na kama ana join protest. I am in Githurai one time na ni kuenda. Maandamano Monday reports. Thika Road kuna vijana kwa stopovers wanasimamisha gari, wakiona gari imebeba watu, wanashusha hawa watu, wanaambia dereva aende peke yake. Mombasa Road hakuna matatu na kuna wengine pia wanatembea kutoka Next Gen mpaka Tao. Waiyaki Way sijatumua any reports, but let me tell you guys, na tukue too serious. If you have your own personal car, umepata watu wanaandamana, usiwahutie. People are angry out here. So, kama umepata watu wanaandamana, wewe waache waandamane, wewe uende kwenye unaenda. Si ati unaanza hapa kuwaongelesha vibaya. Out of frustrations watakasirika wakugonge vibaya bana. Na remember, this cost of fuel, the prices are so high in a way that they are going to affect everything. So, be keen. Kama unaenda kazi, wewe tokea. Kama unataka kutokea na gari yako, ni sawa wewe tokea nayo. But, usifrustrate watu wanaandamana. Ni sawa? Mambo ni one time. Yani audacity yenye yuko na watu wa matatu wametoa magari yao kwa barabara. Serikali imeweka maaskari kwa barabara. Yani watu wana strike, wanasema bei ya mafuta iko juu. Na ni ukweli iko juu. Patana serikali ipunguse, inatuma maaskari kwa barabara na matia kasi. Sasa mnaenda kutia kasi nani? Watu wa matatu ni kama wamesoma hawa jamaa. Wametoa magari zao na ziko parking zimetulia. Serikali haitalazimisha, hata mkitembea na tia kasi, hamutalazimisha watu wa matatu waweke magari kwa barabara. Na kwanza watu wako stranded, watu wengi hawajaenda job. Hata ukitembea barabara iko bure, hakuna. Sasa mimi niko nashindwa, serikali iko inafikiria nini? Kuliko mtume maaskari, mtumie effort ya kutuma maaskari kwa barabara, simpunguze bei ya mafuta. Na by the way, hii serikali hii strike ikiendelea wiki mzima, I'm very sure kule State House hakuna mtu hakutakalika. Anyway, my good people, as you can see me, hapo ni Donholm, Outer Ring Road watu wangu. Ni safi kama pamba. Maandamano iko vulai watu wangu. Hapa ni Donholm, angalia. Manyanja Road, clean. Utawala ni safi watu wangu. Tunaenda tukisonga hivyo mbele kwa mbele. Anyway, watu wenye wako na matatu kwa barabara na umeajiri dereva mwenye ako na kichwa mbovu, mwambie atoe gari kwa barabara saa hii. Manake venye kunaendelea utasikia gari yako imechomwa na itakuwa ni dereva wako ako na njaa, kama huyu mwenye mnaona ako pale hivyo na gari yetu ya Kayole. Hii ni ya Kayole. Na hiyo ni njaa inamsumbua. Ambieni the owner of this car, hiyo matatu irudi parking. Barabara mzima hizi kuwa safi hivi, yeye ndio kwa barabara anabeba 30 bob. 30 bob anapeleka watu wapi? So for that, matatu owners, tell your drivers. Si the transport sector wangesema mapema wapatia watu long holiday. Because magari zimekuwa grounded everywhere bana. Watoto wameambiwa wasiende shule, watu kazi waliambiwa wasiingie kazi because now hakuna transport. As in everything imekuwa grounded bana. People are not moving. Enda kwa barabara saa hizi smooth. Watu kwa manyumba wametulia.
And the Kenyan government, by the way, what I ignore to they're not going to do anything about it. Most likely they will not even reduce the price because wanajua tu mtalia leo, labda kesho, alafu Wednesday jionja mtarudi kwa barabara. And also at the same time, please also know, IPRA quietly wame increase the price of electricity by 4 shillings, 4 point something. Maza tu, mkipambana na hii strike, hii mafuta ingine ujue kwingine pia kwa stima wame increase price. As in this Kenyan government, we know the global prices mepanda, but yani them hawana, there's no method to their madness. Wana increase to price to fwa, alafu wana expect to we just take it as Kenyans. Oh, kuna these global prices. Manze, endeleeni hivyo, wacha strike, kila mtu feel, let everybody feel. Nice. Majamaa, kuna watu tunapenda kujifanya ati unajua kurauka. So walifikiria wakirauka asubuhi watapata matatu zimeingia zipige squad za kwanza alafu zifunge. Ndio waende wajipendekeze kwa dosi. Hao ndio wanajua kufika kwa kazi. Imewachachia, kuna gari asubuhi, labda watembee. Sasa hii wadosi pia kujeneza gari zao bebe wafanyikazi wao wajue mali watu wanaichingi. Watu rudi kwa nyumba walale, wacheni kujipendekeza bwana. Rudini kwa nyumba mlale. Hata mimi nimerauka nimeona yenyewe hakuna haja. Hakuna haja. Niko ni mulanda, tukae tu home. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying.